Kwa sababu gani? Mungu yuko pale pale. Mungu anakuangalia kwa uaminifu. Mungu anasema huyu ni mwanangu. Mungu anasema nitamsaidia hapa. Hapa hatokaa peke yake. Ni wewe unayemwacha Mungu unaenda kwa waganga kienyeji. Sio Mungu amekutuma huko. Ni wewe umemwacha nani? Tunasemaga unapishana na gari lako la mshahara. Pale ambapo unaona uchungu unazidi, kuna mafanikio yamesogea karibu na wewe. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mimi hapa nipo kukukumbusha wewe, huyu Mungu ni mwaminifu kwenye maisha yetu. Haijalishi tuko nyakati gani, haijalishi nimeumwa, haijalishi nimepona, yeye bado ni mwaminifu kwangu. Maana kuna baraka tunazipokea kutoka kwa Mungu. Mungu hajawahi kukuacha mpendwa. Nikwambie ukweli, leo hii nikukumbushe, Mungu hajakuacha bado. Hakikuacha tungekuita marehemu. Hakikuacha tungesema umefilisika. Lakini Mungu bado amekushika mkono, anatembea na wewe, anataka urudi kwenye mstari wake. Hakuna mtu ambaye Mungu anamwacha. Hakuna. Mpendwa, ukae ukijua hakuna hata mara moja. Hata pale uchungu unapozidi, Mungu yuko pembeni na wewe. Ndio maana anasema ya kwamba njoo tusemezane, asema Bwana. Njoo uongee na mimi. Yuko, sikio lake liko linasikiliza. Anasubiri ni muda gani utakapogeuka, utakubali kurudi kwake. Maana sisi ndio tumemwacha nani? Mungu. Sio Mungu ametuacha sisi. Lakini tuendelee kujifunza ya kwamba njia za Mungu zote ni kamilifu mpendwa. Njia za Mungu ni kamilifu. Kuna nyakati maisha yako ukiangalia, kuna mahali ukikumbuka ulikotoka, unaweza ukachanganyikiwa. Ukasema hapa ilikuwaje? Lakini pia hapo hapo wakati unaangalia ile changamoto, hebu kaangalie na jibu la changamoto. Hebu kakumbuke, hapa nilitaitishwa, vikoba na daiwa, watoto ada, chakula nyumbani hakuna. Lakini kuna mlango ulitokea, kuna mtu ulikuwa unamdai humkumbuki, anakuja kukulipa. Unadhani ulimuita wewe? Ni Mungu anafungua nini? Milango. Kuna mahali unafika ni giza totoro, yuko Mungu ambaye anasubiri mwanangu atamke ili nimfungulie, ili nimuoneshe kwamba njia ya kupita ni hii, atoke kwenye mapito yake. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Lakini natamani tujifunze mambo mawili tu. Basi. Mambo mawili tu. Jambo la kwanza, Yesu hatarudi tena kwa unyonge, lakini kwa kuonesha utukufu wake. Yesu atakaporudi sio tena kwa unyonge, lakini kwa kuonesha utukufu wake. Wimbo namba 376. Hebu tufungue hapo. Kwa Yakumu tuongoze. Kwa Yakumu tuongoze hapo haraka haraka. 376. Nataka tuimbe beti lile la pili. 376. Uliye na kitabu cha nyimbo, hebu fungua hapo haraka haraka. Beti lile la pili. Kwa Yakumu na ufahamu huu wimbo. Hebu tuongozeni hapo haraka haraka. 376. Turudie mara ya pili, wengine ndo tumepata sasa hivi. Kwa nguvu wote, haji tena. Mpendwa, hiki ndio kipindi cha neema. Akitokuja kipindi kingine kama hiki,
Hiki ndio kipindi unaambiwa njoo uokoke. Hiki ndio kipindi unaambiwa Yesu anaponya. Hiki ndio kipindi unaambiwa kwa Yesu yote yanawezekana. Kipindi anachokuja cha pili sio kukuambia tena njoo nikuponye, ila kuja kuhukumu kwa haki. Mungu atusaidie. Unajua mpendwa, kuna ile unasema nitaokoka kesho, nitatengeneza kesho, bado nina muda, lakini nikwambie muda umekwisha. Bado kitambo kidogo mwana wa Adamu atarejea, na atakaporudi atakuja kuhukumu. Sio tena kama mwanzo, tulimpiga mawe, tulimtemea mate, lakini kipindi hiki kuja kuzionesha nguvu zake hapa duniani. Jiulize, unaishije? Hilo ndo swali lako, unaishije? Mwandishi huyu ameeleza vizuri, haji tena kama mwanzo. Kipindi kile alikuja kutukomboa, alikuja kutengeneza yale mambo ambayo sisi wanadamu tulishindwa kutengeneza. Alikuja kuleta upatanishi kati ya sisi na Mungu Baba yetu. Lakini kipindi hiki yeye anapokuja, anakuja tu kuuliza, wewe mzee wa kanisa, hapa ulifanya nini? Ni kuhukumu tu. Hatoangalia tena kwamba unaomba toba. Kipindi hiki kikipita hakuna tena toba. Kwa hiyo ni wito wa kukwambia, tengeneza maisha yako na Yesu. Maana hatujui kesho iko wapi. Tumekaa hapa lakini hatujui kesho yetu inasema nini. Ndio nyakati sahihi ya sisi kutengeneza mapito yetu, kumwambia ya kwamba Mungu, nageuka, ninaacha yote na kufuata wewe. Ndio kipindi hiki. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Wapendwa, tuna muda huu mfupi sana. Kwenye maisha yako yawe ya toba. Maisha yako yawe yanajua ya kwamba ipo siku mwana wa Adamu anarudi, na hiyo siku hatuijui ni lini. Hatujui. Hakuna anayejua. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini jambo la pili, kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Nikwambie, hakuna tendo lolote litadondoka siku hiyo. Hakuna jambo lolote litadondoka siku hiyo. Iwe ulifanya mema au ulifanya mabaya, hakuna litakalofanyaje dondoka siku hiyo. Yote yatawekwa mbele yetu. Anapokuja kuhukumu, hakuna kitu kitaachwa. Kama ulisaidia, itaonekana ulisaidia. Kama uliweka roho mbaya, itaonekana ni roho. Hapo ni mioyo inauma. Hebu tumalizie hapo. Kama ni roho mbaya, ionekane umefanya nini? Kama wewe umeamua kuwa wa Mungu, kuwa wa Mungu. Kama umeamua kuwa wa upande wa pili, kuwa wa upande wa pili. Ijulikane moja, kwa sababu atakapokuja tena, hatakuja tena kusema kwamba mwanangu ulifanya nini hapa. Mwanangu hapa ulifanya hiki. Badilika. Badilika. Na kila mtu atawajibika kwa matendo, maneno, mtazamo wake. Kila kitu kitapimwa. Na ndio maana kuna wakati mwingine niwaambie, kuna dhambi nyingine tunazifanya huku kwenye moyo, si ndio? Hasa kuna kile nyakati unakutana na mtu yaani unajua sasa, huyu nikiongea atanipiga. Unatukania wapi? Wewe tu unaona macho tu. Ukiona tu macho na mikono unaelewa. Maana unaogopa unaweza ukatamka ukapigwa. Kwa hiyo la msingi ni ishara tu. Na hasa wale vijana wale kaosha vyombo. Unaishia nalo wapi? Sasa siku hiyo mpaka ya huko. Mpaka ya wapi? Ya huku. Kumbe ulikaa sebleni, maskini ya Mungu. Baba watu wataka kujua kama ulimtukana. Mama umekapa mbwa wewe. Baba watu wanajua tu mama ana amani, kumbe hakuna kitu. Wamama jamani, tena wamama ndo naomba jamani. Wamama, mioyo yetu iachilie. Kuna wamama wanakumbuka mpaka ulivunja glasi Januari na yuko leo Novemba. Ulivunjaga, unakumbuka siku fulani. Na afa anakuambia nimekusamehe mwanangu, ila mchokoze tena.
Angalia, upo kama baba yako. Angalia, mwaka jana ulifanya hivi na hivi. Jamani, samee na kusahau kwa jina la Yesu. Hiyo kazi mwachie mwenyewe atakaporudi ya kuja kuhukumu, maana anakuja upesi. Lakini tumalizie. Yesu atarudi na kila mtu atalipwa ujira wake kulingana na matendo yake. Tuishi kwa haki na uaminifu kila siku. Tuishi kwa haki na uaminifu kila siku. Yesu atakaporudi, matendo yako yatathibitishwa. Jamani, kuna watu ni wazuri usoni, si ndio? Unakutana naye akwambia, yani safi, nitakusaidia, wewe nenda tu. Ukishaondoka maskini Mungu, ona hili hivi, mimi nitamsaidia kweli huyu? Kabadilika. Yani kuna watu wanachekea wapi? Usoni. Na ndio maana siku hizi nyakati za mwisho tunasema tunaogopa kila mtu, kwa sababu ni tofauti na zama za zamani. Unajua zamani ilikuwa mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Ila sasa hivi mtoto wa mwenzio muogope, utapigwa. Acha. Ukimsema mtoto wa watu, imekula kwako. Lakini zamani ilikuwa unamkuta mtoto wa watu amefanya kosa, ananyukwa vizuri, baba yake anapita njia hiyo hiyo, haulizi kwanza kosa lilikuwa wapi, naye anaongeza kunyuka, alafu baadaye anauliza kwa nini ulikuwa unapigwa. Sasa ukishaelezea, na wewe unafanyaje tena? Unaongezewa tena. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Mungu atusaidie. Fanya mema, Yesu anaona. Nibaki kusema hivyo, fanya mema, Yesu anaona. Hata ukitembea barabarani, fanya mema, maana Yesu anaona. Sio mwinjilisti, sio mchungaji. Hawa utawaficha, ila Yesu anaona. Unapotembea barabarani, we angalia juu, unafusema Yesu unaniona. Fanya mema, sio kwa sababu kanisa likuone. Fanya mema kwa sababu Yesu akuone. Saidia watu, sio kwa sababu mama fulani upate jina. Saidia watu kwa sababu yuko Yesu anayeona moyo wako. Acha kufanya mambo ili watu tukuone. Mimi naweza nikakuona na nisikusifie, ila yuko Yesu anaona, anaandika, siku hii mwanangu alisaidia hapa. Unapokwama, anarejesha tena kwako. Ndio system ya kimungu. Unaposaidia, wanasaidiwa wa kwako. Jamani, baraka zinafuatilia. Yani ukifanya mambo mazuri yanafuatilia. Ukisaidia leo, Mungu anakusaidia kesho. Fanya mema, Yesu anaona. Yani ukitoka hapa huo unakumbuka, fanya mema, Yesu anaona. Maana najua kuna watu tulikuwa tumesinzia, kwa hiyo tukumbuki yote. Kumbuka hili tu, fanya mema, Yesu anaona. Umeingia pale kisirisiri, sisi hatuoni, Yesu. Kila tendo lina hesabu mbele za Kristo. Jitafakari. Jitafakari. Kila tendo lina hesabu. Leo jitafakari mwenyewe. Ukipata majibu, omba toba. Unapoenenda, fanya, Yesu anaona. Naomba tusimame. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, tunasema asante, mfalme wa amani. Unatukumbusha tena siku ya leo, Bwana anakuja kulichukua kanisa. Lakini ni wito ndani ya mioyo yetu kuomba toba, kuomba rehema. Ni wito ndani ya mioyo yetu kutengeneza maisha yetu na wewe, Bwana. Tarehe ya leo ambayo Mungu umetupa watoto wako, tunapotoka mahali hapa, tengeneza maisha yetu. Lakini Mungu, wewe unayeona sirini, tupe ujasiri wa kutenda haki, maana uko unayetuangalia.
uko unayetuangalia, kila hatua zetu unatuangalia, kila tunavyoenenda unatuangalia. Wasaidie watoto wako, mfalme wa amani, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hiyo neema yako Mungu ikatembee pamoja nao. Hata Mungu tunapoingia wiki nyingine tena, basi uso wako uende pamoja nasi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaomba tukiamini, amen. Naomba tukae.